jeshi la Marekani wakidai kwamba waliingia nchini Iran kwa ajili ya kumkomboa rubani wao ambaye alikuwa amestuck pale kwa masaa 24 mpaka 48. Kwa maana walianguka marubani wawili kutoka kwenye F-15, kwa wakadai walimkomboa wa kwanza, kwa wakapiga mission ya pili kumkomboa rubani wa pili. Kwa mujibu wa Marekani, wao wanasema walifanikiwa mission hiyo, japo Iran wanakataa. Wanasema kwamba Marekani hajafanikiwa katika mission yake. Na wao wachokuwa wanataka, kwa mujibu wa Ismail Baghei ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, anadai kwamba operation ya Marekani ilikuwa ni kuchukua zile kilo 400 za enriched uranium, ile uranium walioirutubisha, ndio, na kuondoka nayo. Yeye ndo anachosema. Na jana Rais Donald Trump wakati anazungumza White House anasema ile operation ilikuwa na ndege 155 za kijeshi, si 130, Black Hawk, A-10 Warthog, F-15, F-35. Walikuwa na bombers, walikuwa na ndege za aina nyingi ambazo zinaweza zikafanya vitu vingi, zaidi ya 155. Kwa inajaribu kuonesha wazi kwamba haikuwa tu mission ya kumkomboa rubani, more likely kama ambavyo Ismail anazungumza kwamba ilikuwa ni mission ya kukomboa enriched uranium, kwa sababu pia katika mchoro wao, katika mchoro wa mission ile kulikuwa na remote airport, kwa maana remote airport with the remote runway. Maana yake ni kwamba ndege zitakiwa zishuke, wabebe mzigo na zipae, umeona lakini mwisho siku Iran wanazungumza imeshindikana. Sasa kuna sababu za Iran kuweza kuzungumza na wajaribu kuwaelewa, kwa sababu mission ile wale wa marubani waliangukia milima ya Kogley kule, ndio ambapo walikoangukia. Sasa wao Marekani ndege zao zimedunguliwa maeneo ya Isfahan, kusini mwa Isfahan. Isfahan ndio mji ambao inaaminika uranium ipo na vinu vya nyuklia vya Iran ndio sehemu ambapo inapatikana. Ndio. Kwa sasa kama tunamuokoa rubani, likely yuko milimani, wamesema yupo kwenye trenches milimani. Ikawaje sasa baadhi ya ndege, kwa mfano Warthog A-10, F-15 zilipigwa katika maeneo ya Isfahan, kusini mwa mji wa Isfahan, ambapo ni kusini magharibi mwa nchi ya Iran. Kwa hiyo hapo ni two different places. Kuna hizo ni two different places with two different perspectives. Sasa kilichotokea pale, najua yote yanayotokea sasa hivi haishai kutokea katika nchi hiyo ya Iran. Kwa sababu mwaka 76, mwaka 79 kuna huyu bwana Said Jalil, huyu ambaye sasa hivi ni mmoja kati ya wajumbe wa ile kamati ambayo inamteua kiongozi mkuu wa Iran, na mshauri mmoja ambaye sasa na katibu wa baraza la usalama la Iran wa sasa. Hawa ndio waliohusika na ile mission ya mwaka 79 ambao walivamia ubalozi wa Marekani na kuteka wanadiplomasia zaidi ya 58 na kuondoka nao. Sasa ile issue ilivyotokea, kama sikosei, rais wa Marekani alikuwa ni Jimmy Carter. Wakati huo kiongozi mkuu wa Iran ni Rouhani Khomeini. Sababu moja hapo ilikuwa ni Mohammad Reza Pahlavi ambaye alikuwa ni shah wa Iran, alikuwa ni kiongozi. Marekani walimpa hifadhi na kumpa msaada wa kimatibabu. Wao walikuwa wanamtaka yule shah aweze kurejea na akumbane na sheria. Kondo akafanyika ile ambush ya kwenda kuwateka wa Marekani, na baadaye wakaongeza idadi wakafika kama 63 wakabaki nao. Sasa Jimmy Carter aka-approve kitu kinachoitwa Operation Eagle Claw. Sasa ile operation ilipofanyika ndo kama hii ilivyofanyika. Kwanza ilikuwa inahusisha remote airport, kwa maana ya sehemu ambapo watatumia kujaza mafuta kwa ajili ya kuelekea milimani.
Ndio. Ilikuwa ni kusini mwa Tehran, ile Operation Eagle Claw. Hii operation ya sasa, ile ya kwanza, ile kusini mwa Tehran, na eneo ambalo wao waliita la kujazia mafuta waliipa code name Desert One. Maana yake ndege zikitoka kule Red Sea zitakapoingia huku zitaingilia pale Desert One kabla ya kwenda milimani. Umeona Sasa jana juzi ilikuwa mission inafanana hivyo hivyo. Kulikuwa na sehemu ambapo kutakuwa na remote airport kwa ajili ya watu kupaa. Kwa sababu sasa hivi teknolojia yao inaruhusu ndege kujaza mafuta angani. Unajaza mafuta angani na mambo yanaendelea. Ndio. Sasa kilichotokea kufeli kwenye Operation Eagle Claw ilikuwa ni Marekani wanadai ni hali mbaya ya hewa, michanga huko kwenye maeneo ya Tabas na nini, ikasababisha ndege kushindwa kufanya kazi na nini, zikaanguka mbili, vitu kama hivyo, na ile operation ilifeli. Na Marekani walikubali kwamba ile operation ilifeli, walishindwa kuwakomboa wale mateka, na baadaye ilibidi warudi kufanya negotiation. Na kilichotokea mwaka 79 mpaka 80 kati ya Marekani na Iran ndio ilikuja kusababisha kuwa na Joint Special Forces Operation JSOC, ambayo majeshi yao yote manne wameyaunga pamoja, Navy, Infantry, Marine wameyaunga pamoja, ambapo makao yao makuu yako Fort Bragg, Northern Carolina. Okay. Sasa hivi kilichokuja kutokea ni kwamba wamepoteza ndege zaidi ya 15 za kijeshi, na whereabouts za marubani Marekani wanasema wamewakomboa, Iran wanasema onesheni video kama mmewakomboa. Watu wao wanakataa, wanasema haikuwa mission ya kuwakomboa marubani, bali ilikuwa ni mission ya kuweza kubeba uranium kilo zile 400 ambazo ziko Isfahan kule kusini magharibi mwa Iran. Sasa nini ambacho kilitokea katika mission ile ni kwamba cha kwanza kulikuwa na local fighters, wapiganaji wa milimani na vijijini, lakini pia jeshi la polisi la Iran kupitia Faraja Special Forces Unity, yani ile jeshi lao special force yao la jeshi la polisi inaitwa Faraja Special Forces Unity, ambao walifanya kazi kubwa sana. Lakini kwanza ni wananchi ambao walikuwa wanahoji, ndio ambao walifanya mapambano mengi ya awali, kwa sababu ndege helicopters zilikuwa zinaruka katika low altitude ili wasidetect kwenye mfumo wa radar. Kwa hiyo walipambana raia wa kawaida. Wakati wanafika special forces tayari mapambano yalikuwa yameanza. Sasa kuna kitu kinaitwa status 6 katika operation yoyote ya kijeshi. Unaposema status 6 ni code name, kwa maana ya kwamba maafisa wa jeshi ama wa polisi wanakuwa wamefika katika eneo la tukio tayari kufanya utekelezaji. Sasa status 6 ya Iran ilikuwa ni raia. Yaani raia ndio walikuwa wa kwanza kufika katika eneo la tukio na kujaribu kupambana nao. Kwa hiyo wakati baadaye usiku mapigano yalikuwa makubwa sana. Kwa polisi, kwa maana special forces walikuja kuhitaji a line of fire. Line of fire manake jeshi liwe mbele, raia wa nyuma. Lakini ilishindikana kwa sababu raia wenyewe walikuwa wanaonyesha kwamba wanataka wana moto mapambano. So ilipelekea vifo, kwa sababu operation yote ya kijeshi ikihusisha raia na wanakataa line of fire, lazima kuna changamoto itatokea. Na kweli walikufa wanajeshi 4, askari polisi 4 na raia 9 waliweza kufa pale. Lakini ni mapambano ambayo yalikuwa mazito, na hii inajaribu kuonesha. Jana Donald Trump, rais wa Marekani, amezungumza kwamba ukipambana na adui mwepesi inakuwa sio ngumu, lakini amekiri kwamba Iran na anapambana na adui mgumu. Kwa hiyo sasa leo ni deadline Marekani. Donald Trump alikuwa ameweka muda kwamba masaa 48 kwamba ikifika masaa 48 hawajafungua mlango wa bahari wa Hormuz, hawajakubaliana katika kufungua huo mlango, basi atapiga madaraja, atapiga miundombinu yote ya kijamii katika nchi ya Iran na kuirudisha katika stone ages. Kwa hiyo Iran kabla hata masaa 48 hajafika wameshakataa kwamba hawawezi kufungua, kwa waendelee na mapambano.
Kwa hiyo tunasubiri kuona Rais Donald Trump nini ambacho atafanya, na hii huwa inakuja nyakati ambazo kufungua kwa New York stock market na vitu kama hivyo vina escalate sana. Japo usiku wa kuamkia leo Marekani ameshapiga vyuo vingi na Israel kwa mission ya pamoja. Wamepiga vyuo vingi sana vya Iran. Okay. Wamepiga petrochemical viwanda wamepiga sana. Kwa wanaendelea kupunguza uwezo wa Iran. Lakini Iran wao wanasema kwamba ujuzi upo kichwani, sio kwenye yale majengo. Kwa hiyo they are well trained, prepared for this. Kwa hiyo ni maadui wa muda mrefu ambao wanapambana, kila mtu anasimamia kwenye kile ambacho anakiamini. Wao wanaamini ndo kingpin wa West Asia, kwa maana Iran natokea West Asia kule. Kwa wanaamini kwamba they are the best kule West Asia, kwa mapambano ni mazito.